Picha linaanza, kuna bidada anatembea na pikipiki. Mara ghafla amedondosha pochi. Kuna kijana ameiona, anaifuata. Jamani udada amedondosha pochi. Mchizi anaanza kufukuza. Dada samani umedondosha pochi yako. Bidada anageuka nyuma, anaona kuna mchizi anakuja mbio mbio. Anamtazama. Bodaboda samani, naomba ukimbize pikipiki. Hapa nilipo nimebeba hela nyingi sana. Yaani kiujumla, huyo kijana asije akawa mjambazi. Anataka kunipola fedha zangu. Bodaboda kimbiza, mchizi anazidi kuita. Dada fedha yako dada umedondosha pochi. Bodaboda tafadhali kimbiza, nitakulipa kiasi cha pesa chochote unachokitaka. Mchizi anazidi kuita. Dada samani, dada simama. Dada fedha yako dada umedondosha pochi. Mchizi anakimbiza. Mchizi anakimbiza. Dada anazidi kumwambia kimbiza. Jamaa, umesikia? Naomba umfuatilie bidada hadi anapoenda. Jamaa anapanda kwenye pikipiki, basi mbio mbio. Usisahau upo na mimi Machoduzu. Yaani ni Mwakatobe Entertainment tena bila kuchelewa. Basi mchizi anakimbiza bodaboda ile kwa kumuita yule dada. Dada anasema, kaka samani, hapa ndio kwangu. Asante. Anakimbia. Bidada anataka kuingia ndani, anakuja kugundua kwa geti limefungwa. Anaanza kupiga kelele. Dada samani, dada. Mwizi jamani, mwizi. Dada samani bana, umeangusha pochi yako hii hapa. Sio mwizi mimi ni mtu mwema tu. Dada anashangaa. Mtu mwema anajitazama, anakuja kugundua yeye hana pochi. Jamani wewe kaka, kumbe pochi yangu jamani. Ndio pochi yako ulidondosha wakati pale unapita na bodaboda, ndo mimi nikaiokota. Jamani wewe kaka, asante kwa kweli. Asante sana, nashukuru. Asante. Sijui nikulipe nini, ila tu asante. Mchizi anasema, wala usijali dada yangu, ni mambo ya kawaida tu. Jamani wewe kaka, asante. Dada anakwambia anashukuru mara mbili. Mchizi aongee kitu kingine tena. Anapanda pikipiki kisha anamwambia mshikaji aiondoe. Dada aibu imemshika kweli kweli, maana kwa mawazo yake aliwaza huyu kijana ni jambazi. Dada anamtazama mara mbili. Jamani Mungu wewe. Ona sasa. Sijui hata nafikiria nini. Anatazama pochi yake kuitazama kwa usalama tena. Anatazama, anakuja kugundua fedha zake zote zimekamilika. Jamani huyu kaka, mbona ana roho nzuri hivi? Hii dunia kumbe na watu wazuri hivi bado hapo. Bidada anashukuru Mungu kisha anazama zake ndani bila hata kuwaza. Bana wewe, hatari sana. Anakuja kuonekana bidada juzi yupo anatachi zake simu. Hawazi bana. Hapa mtandaoni, mara TikTok, mara Instagram, mara Facebook. Judith bila shaka anaonekana na chati. Sio, unajua vitoto vidogo dogo hivi, mara mapenzi, mara wakina lama. Judith wakati ametulia pale anabonyeza simu, huko amejitanda uchungi wake mzuri kabisa. Sijui ni uchungi wa 3500. Uongo tu. Anaingia dada yake. Mungu wangu. Dada karibu. Anamkaribisha dada yake. Vipi dada? Mbona kama umechoka, una jasho? Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Yaani hapa ninapokuambia imenipata majanga kweli. Majanga gani hayo tena dada? Ambayo imekupata wewe wakati umetoka hapo umeenda kutoa hela. Yaani wakati nimeenda kutoa hela, si nikadondosha pochi bana. Akaokota kijana mmoja. Akawa ananifukuzia sasa nyuma. Mawazo yangu yote mimi ni jambazi. Acha nikimbize. Nikamwambia bodaboda kimbia kwa hela yote. Huyu kijana anaonekana jambazi. Maskini ya Mungu. Kumbe kijana ameiokota pochi. Ona sasa. Usilizania ndo hilo sasa. Wewe mawazo yako baada ya kufikiria kwa yeye ni mwizi, kumbe anataka kukusaidia. Wewe acha tu mdogo wangu. Sasa nikutume kitu. Naomba kanilete tu maji ya kunywa. Bidada anakaa hapo anawaza bado. Kichwa chake kinamfikiria yule kijana. Basi muda unakwenda bana. Ni majira tena, anaonekana Mwakatobe yuko na ndugu yake. Anamwambia bana, fanya biashara ndugu yangu. Mwakatobe anamfundisha sana kijana wake biashara. Yaani kijana wake. Huyu kijana anaonekana ni yule kijana ambaye alikuwa amemsaidia yule bidada kuokota pochi yake bana. Dada basi mawazo yake yote akajua huyu kijana ni mwizi. Maskini ya Mungu. Kumbe kijana anaishi na mjomba wake bana. Anaishi na mjomba wake na wanafanya biashara. Anapiga mahesabu ya hapa na pale. Anaonekana ni kijana mahiri, ni mstaarabu na anaishi na mjomba wake kweli kweli barabara. Tuache tusikilize mwenyewe ladha ya Mwakatobe, mtu wa taifa. Mimi mwenyewe natumia polipo shoot amba. Najiongeza. Sasa nikupe mbinu. Elewa, hiyo mbinu na wewe. Hapa naenda kukunulia kibao cha nazi. Sawa? Unakaa hapa unakunia nazi. Unawalaizishia mtu akija kununua nazi, bwana, unamkunia kabisa. Anaondoka unakuwa unakuna nazi. Na nikiboresha zaidi naenda kukunulia shanga. Na kuvalisha shanga kiunoni. Wanakuwa wanavutiwa na shanga. Mwakatobe anazidi kupiga stori za hapa na pale na mwanake, yani anamfundisha biashara za hapa na pale. Anampeva mara utani wa hapa na pale kama ilivyo haja ya mjomba. Yani mjomba ni mama bana. Anamwambia bana, sikiliza bana, nisikilize mjomba. Hayo mambo yote unaoongea wewe
tunabidi tufanye kwanza biashara, tuhakikishe kwa biashara inaenda vizuri, kuna milolongo inakaa vizuri, tunaweka hichi, tunaangalia hichi kinauzika. Aha, wewe kijana wangu unaonekana siku hizi umeanza kuelimika bana. Kwa maana anaonekana bidada amevaa vizuri kidogo kiasi. Bidada anafika, odi Mwakatobe. Karibu bana mteja wangu, karibu kabisa. Bidada anakaa pale bana. Anaanza kuambia, bana karibu, vifaa vangu mimi nauza kila kitu. Yaani hivi vifaa ni vifaa kweli kweli, vifaa vya kujenga mwili bana. Unaagiza mimi nakuletea. Hapa mimi free delivery. Bwana, unachotaka simu moja. Unapiga simu ziite. Unapiga simu mimi nachukua mzigo nakuletea. Jamani, mbona jiangaisha tajiri? Mteja mfalme wengine mapaka shume. Hamna shida bana. Leo nimeamua tufanye mazoezi. Unaona mwili huu? Uko kwenye jogi. Unapunguza mafuta kidogo. Na ulivyokuwa mnene, kama kiloba cha taka. Na ulivyokuwa kwa mbali kule, nilikuwa najua kiloba cha taka kinatembea. Bidada basi cheko mwenyewe, meno yote yanaonekana na mwanya wake pale. Mimi nafanya biashara zangu kikamilifu bana. Natamani nifanye delivery. Kwa hapo mimi nataka nyanya, nataka nazi, nataka na vinginevyo. Bidada anaonekana anafanya bana manunuzi hapa na pale. Yaani ni matumizi tu ya kila siku ya nyumbani. Mwakatobe bila shaka anazidi kumtafshimita pale mteja wake, utani wa hapa na pale, anamtania kweli kweli. Bana wewe, yaani ninapokuambia hapo hizo nyanya, unaweza kupika sasa hivi, alafu ile nyanya ukachota mchuzi wake kidogo, basi ukaifanya tena ile nyanya ikawa nyanya. Ana utani kweli kweli mzee Mwakatobe. Basi bidada anazidi kufurahia, anazidi kumgea maelekezo. Lakini bidada anauliza, "Huyo ni nani yako?" Mwakatobe, "Huyo ni mjomba wangu, yaani huyo ni kijana wangu wa kazi." Dada habari, salama. Bidada anaonekana kumtazama kijana lakini anamkumbuka. Ni yule kijana aliyemsaidia bana. Huyu ni kijana wangu, huyu nampenda sana. Kijana wangu ni mwelevu na huyu ndiye tunashirikiana hapa kazi za hapa kwenye hili genge. Tunaendesha maisha yetu hivyo. Mama yake alivyofariki, tulizaliwa wawili. Baada ya kufariki basi nikaachiwa huyu kijana kumlea. Mzee Mwakatobe anazidi kumuelezea bana historia. Bidada amemsikiliza. Kumbe ndio huyu kijana ni mwelewa sana. Bidada anasema, basi sawa, wewe unaweza ukanipatia hivyo vitu mimi niende. Haina shida. Lakini kijana anamtazama tu ile bidada, bila shaka ametulia, anamtazama mara mbili. Kaka bye. Lakini bidada macho muda wote anamtazama kijana. Bwana wewe, sijui amevutiwa naye. Mimi sijui, tunazidi kutazama. Hebu mjomba, njoo mjomba. Wewe nini wewe? Nini mtoto wa kiume? Anko anataka kuniambia kila mteja atakayekuja hapa unahitaji umpelekee bidhaa kwake. Utawapelekea wateja wangapi? Ndio maana nakwambiaje, tumia polipo shot amba. Wewe utumie polipo shot amba. Mteja mfalme, wengine mapaka shume, unajiongeza, sawa mteja kama yule tajiri, yule ana hela, big boss. Sawa, unachukua mzigo, unampelekea free delivery. Tumia polipo shot amba. Kwani tumia polipo shot amba wewe? Sawa. Kijana anazidi kupiga mahesabu ya hapa na pale, yeye na mjomba wake. Maisha yanaenda hivyo. Basi Mwakatobe anazidi kumfurahisha kijana wake, muda unazidi kwenda, siku zinazidi kutalaladi. Lakini cha ajabu yule bidada amemuulizia sana huyu. Hatujajua ni kwa nini. Kijana anaonekana na bahati bana. Muda unazidi kwenda, masaa yanazidi kupita. Tena bidada anaonekana yupo nyumbani. Ameshapika, amekula, ameshiba. Sasa ameketi. Yule kijana mimi ananichanganya sana. Yaani toka siku ya kwanza nimemuona na sikuvutiwa naye. Ni kijana mstaarabu, mwelevu. Sijui nitampataje. Nilikuwa sijifikiria kabla kuwa na mahusiano. Lakini kwa huyu nahisi nimedondokea. Bidada anaonekana ashampenda mchizi bana. Yaani wanakwambiaje? One chance one go. Baada ya jamaa kufanya msaada mmoja tu, bidada amependa kweli kweli. Kama unavyojua bana, wadada wanavipenda vitu vichache sana. Bidada amekaa na waza. Mimi yule nitampata tu. Nitafanya kila mbinu. Na nahisi nitamwambia hadi baba kuwa ninampenda na nitahitaji kuwa naye. Mungu wewe jamani, mimi natumaini nitampata. Yaani huyu ni wangu. Basi kijana anazidi kupata uwepepo huko, anapepelewa na bibie. Bibie anampepelea kweli kweli. Bidada amemfuata babake. Dadi, mimi nimepata mchumba. Na si kwamba nimempata mchumba huyu kwa kumwambia. Mchumba huyu mimi nimempenda sana. Mchumba gani mwanangu? Usikurupuke lakini. Yaani mimi nimempata kijana mmoja hivi, ni mstaarabu kweli kweli. Nahitaji anioe. Yaani wewe uolewe? Yaani uolewe kivipi? Sije kuelewa mwanangu. Baba,
Yule kijana mimi nimemuona ni mstaarabu kwa sababu yule kijana alinisaidia mambo yote. Kijana yule mimi alinisaidia hata fedha nilipodondosha na bila kutoza wala kunigharimikia chochote. Baba anasema, mwanangu, vijana siku hizo wamekuwa wauni sana. Asije kawa ni mtu wa janja tu. Umejaribu kumchukuza baba. Unabana. Acha wasiwasi baba. Mimi nimemfuatilia yule kijana na anaonekana ni mstaarabu. Kiukweli sidhani kama ana shida. Mimi nitajaribu kuongea naye. Baba anamwambia, basi sawa, kama moyo wako umependa, mimi sina cha kupinga. Basi mdada siku moja kwa moja kamtimbia mchizi hadi magetoni, anagonga hodi, hodi. Hodi jamani, humu ndani. Karibu, unakuja? Mchizi anafungua mlango, anatazama. Mambo. Jamaa anakuja kumtazama ni yule tena dada. Poa, habari, salama. Vipi? Nikusaidie nini? Hapana, mimi shida yangu ni wewe. Yaani mimi nimekufuata wewe. Shida yako nini? Umefuata nini? Mbona ujielezi? Alafu unajingata-ngata tu. Yaani mimi nikwambie tu kitu kimoja. Mimi nimetokea kuvutiwa na wewe. Kikweli nakupenda sana. Yaani wewe unanipenda mimi? Mchizi, hapana. Mimi siwezi nikawa na wewe. Bidada anajitahidi kumbembeleza lakini wapi? Bidada anatupa nyavu, mchizi anaikataa. Yaani hatari kweli kweli. Hiyo nafasi angepata kama mchizi hivi anaitwa Kidunga, sidhani kama angechezea. Bidada, mimi nakupenda. Unajua wewe ni kijana mstaarabu, mwerevu. Mimi nilikuelewa tangu siku ile ambayo ulinisaidia pochi. Naomba basi nafasi. Dada, nisikilize nikwambie. Mimi kwa sasa akili yangu haifikirii mapenzi. Sipo katika mahusiano, sitaki mahusiano. Kwa sasa nafuata maisha yangu tu. Utanisamehe sana dadangu. Sipo hivyo. Yaani kiujumla ombi lako mimi nimelikataa. Bidada basi anajitahidi kweli kweli. Moyo unauma kweli kweli. Mapenzi yanauma bana. Bidada anazidi kumkazia mshikaji, wapi anaruka. Mshikaji, mimi sitaki, sihitaji nimekwambia. Alafu yani sijui nikwambiaje. Kiujumla mimi nashindwa hata kuongea. Basi sawa, haina shida, lakini tambua mimi nakupenda. Alafu upendo pia una nguvu, nadhani unaelewa. Sawa, wewe unanipenda mimi sikupendi. Mbona unalazimisha mahusiano? Bidada anazidi kutupa nyavu, mchizi anazidi kuruka kweli kweli. Yaani hizo nafasi ni chache kweli duniani. Mchizi amependwa lakini unapenda pasipo kupenda. Mchizi anazidi kujielezea, anazidi kumkataa bidada, anamrusha hapa na kule, nyavu 90. Bidada anazidi kudondosha maneno bana. Kaka, mimi nimekupenda kweli kweli. Sitaki jamaa. Mimi sitaki. Mshikaji anakaza kweli kweli. Yaani anaweka kwa msisitizo kabisa. Nimekwambia sitaki. Alafu sitamani tena kukuona hapa ukiwa unakuja kuniambia maneno kama hayo, kwa sababu mimi nakuheshimu. Nakuheshimu sana. Sawa, basi kama unaona hivyo, ila mimi nakupenda. Nenda bana. Mchizi anamtolea nje. Watu wengine bana. Unakuja from nowhere, unakuwa kama huna akili vile. Unampendaje mtu from nowhere? Umemwona siku ya kwanza tu unampenda. Mimi yule ni msaada tu. Nimefanya kama msaada. Eti mimi nakupenda sijui na nini. Basi mchizi ametulia wakati huo. Muda unazidi kwenda. Mchizi amekaa ametulia anafikiria. Mwaka huu na happy birthday yangu lakini sina chochote yani. Sielewi nitafanya nini. Sina keki, sina nini. Mchizi kumbe bado anakumbuka siku yake ya kuzaliwa bana. Mara ghafla anaingia mjomba wake. Jamaa anaumia kweli kweli kwa sababu siku aliyozaliwa yeye ndio siku aliyofariki mama yake. Alikuwa anatamani sana kufanya hata basi kapati, either amkumbuke mama yake, afly yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe. Jamaa ametulia, mawazo kede. Tena kuna bidada anamsumbua tena, anamchanganya. Basi mara ghafla mjomba wake anakuja. Vipi kijana wangu? Mbona unaonekana una mawazo sana? Vipi? Hapana mjomba. Hapana nini? Unaonekana una mawazo. Kuna kibinti unakitafuta kinakukataa kwani? Babu yako mjomba wako nilikuwa mashini kipindi hicho. Unajua mjomba, mimi nawaza kitu kimoja. Siku yangu kuzaliwa nakaribia. Alafu kama unavyotambua, tarehe niliyozaliwa mimi ndo tarehe aliyofariki mama. Yaani kiujumla natamani hata ningefanya kitu, yaani at least kingenifariji. Yaani natamani sana mjomba. Yaani natamani hadi sielewi. Lakini kama unavyojua sina chochote kile. Sina hela, sina fedha. Niseme ninunue hata keki, at least siku hiyo ni fly. Namkumbuka sana mama yangu mjomba. Yaani namkumbuka kweli kweli. Mchizi anazidi kutililisha maneno pale. Mjomba wake ametulia kweli kweli. Kwani hata anayoyanena mjomba wake pia anamuumiza. Alimpoteza dada yake.
Na siku aliyozaliwa huyu kijana ndio siku mama yake pia alipotea. Yaani alipoteza uhai. Kwamba wewe siku yako ya kuzaliwa ndio siku hiyo hiyo mamako mzazi alifariki. Inaniuma mjomba. Mimi mwenyewe nikimkumbuka dada yangu alikuwa mtu mzuri, mstaarabu. Na najua kama wewe unatamani kufanya birthday, kufanya party ili kumkumbuka mama yako, lakini hatuna uwezo. Bwana, mjomba wako mimi pakavu tia mchuzi. Shilingi 10 sina. Hali yangu ngumu kweli kweli. Kila siku hapa tunakula ugali mpaka nanuka unga. Bwana, nanuka mashine ya unga. Vumilia mjomba, sawa? Siku nikiokota pochi la mzungu, nikapata hela, nitakufanyia party kweli kweli. Nitakufanyia bonge la sherehe. Hivi ninavyokuambia mimi napambana, usone nimekaa kinyonge, napambana. Hapa nimetoka serikalini. Bwana, umeliona ile jembe? Nimetoka serikalini nimeenda kuwaomba. Jamani serikali na waombeni. Bwana, mimi nimekuja na jembe hapa na nina mbegu zangu. Kwenye lami, kwenye kila lami. Bwana, niweke mbegu za viazi, alafu niweke matuta. Hivyo nilivyokuambia nimepata tenda. Lami zote unazoziona hapa Tanzania. Bwana, yale matuta yale nimelima mimi. Nimeweka mbegu za viazi mule. Nasubiri mavuno tu. Amemfurahisha akaanza kumpeleka. Basi Mwakatobe akaanza kuingizana utani bana. Eti matuta yote amepanda viazi. Hii ni ajabu. Mtu anaweza kupanda viazi kwenye lami? Haya kweli ya maajabu kweli kweli ya mzee Mwakatobe. Wanasema ukistaarabu ya Musa utaona ya Firauni, lakini ya mzee Mwakatobe imekuwa hatari. Kijana ndiye ameingia kwenye furaha tena, hana majozi. Vipi? Nikaniwekea bana jembe langu ndani. Mimi unadhani nakutania? Nilikuwa hatari kweli kweli. Mwakatobe kujinadi basi. Hapo hata likibweka mbwa anaweza kadondoka kazimia. Basi tena muda umezidi kusonga mbele, time linazidi kusogea. Bidada akamtimbia mzee Mwakatobe nyumbani. Faza, yani kiukweli mimi nampenda sana kijana wako. Alafu nimeshamwambia mara kadhaa lakini hanielewi, sijui nifanye nini. Yani sielewi kabisa. Kama ni hivyo basi ukae ukijua kwa kijana wangu mimi kuna vitu navitaka. Sio bure bure tu. Lakini sijui kwa nini amekuwa mzembe huyu kijana. Yani anapiga fuko la hela teke kweli. Ingekuwa enzi za ujana wangu mimi ningekuwa nisharuka na blandi. Mzee Mwakatobe anaongea kweli kweli. Bidada anamwambia, kijana wako mimi nampenda. Tena sio nampenda tu niwe naye kwenye mahusiano. Natamani awe mume wangu ndani. Na nimemfuata mara kadhaa amenikatalia. Sijui shida ni nini. Mwakatobe anasema, sasa nisikilize. Hapa tunaweza tukatumia mbinu nyingine kabisa. Hiyo ni mbinu ya kivita, enzi hizo walitumiaga watu wanaopigana vita za majimaji. Huyu kijana wangu anapenda sana party. Yaani kiujumla tarehe 29 yeye ndio siku yake ya kuzaliwa. Anataka kufurahia, yani happy birthday. Wazungu ndio wanavyosema. Sisi wa Bongo tunasema ni siku tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo ukimfanyia party siku hiyo atakufurahia sana. Nadhani atakukubalia. Mimi namjua vizuri, anapenda sana party. Kwa hiyo baba, wewe unasema kwa akifanya party tu basi tena inakuwa ni vizuri na itakaa sawa. Mzee anazidi kumpanga. Mimi nakwambia niamini mimi kwa sababu yule ni kijana wangu. Nimekaa naye muda mrefu, namfahamu kweli kweli. Kwa hiyo baba, mimi nikifanya tu hivyo itakuwa imeisha. Basi sawa, nitaandaa bonge la party. Yaani nitaandaa party ambayo haitowahi kutokea tena katika hichi kijiji chetu. Basi tena mzee Mwakatobe akamwambia wala usijali. Kama ni hivyo wewe andaa hilo bonge la party, alafu itakuwa ni vizuri sana. Mimi naamini atakukubalia tu. Basi baba, haina shida kwa sababu mimi nitafanya hivyo. Sawa bana. Huyu kijana wangu sijui ni mzembe kiasi gani. Mbona anachezea bahati hivi? Si fuko la hela hilo. Basi tena Mwakatobe mwenyewe anachekelea, anafurahi, anazidi kupanga tu. Anasema yani ningekuwa mimi enzi zangu, sijui hata ningefanyaje. Bidada anaonekana amemtimbia mzee wake nyumbani. Anamwambia, "Baba, yani mimi ninavyokuambia yule kijana yule mimi nimempenda kweli kweli. Nimemfuata leo baba yake, lakini alichoniambia kuwa yeye anapenda sana party. Yani anapenda sana sherehe siku yake ya kuzaliwa. Anapenda sana kufanywa sherehe siku yake ya kuzaliwa. Baba, mimi nawishi kumfanyia sherehe ili nimfurahishe tu. Nadhani atanikubalia." Mwanangu, hilo ni wazo zuri sana. Kwa hiyo utafanyaje kuhusu hiyo sherehe? Baba, mimi natumaini nitafanya hiyo sherehe, nitaalika marafiki zangu na mambo mengine yatafanyika. Yaani kiujumla nataka nimfurahishe kwa sababu tu nampenda. Na hiyo yote nasababisha ni upendo. Basi mzee akasema, kuhusu hilo wala usijali, mimi wananiita King Kakai mashine. Hapo cha kufanya ni nini? Hiyo sherehe yako mimi nitaigalamikia kila kitu. Kiujumla mwanangu, hilo swala niachie mimi kwa sababu nataka kukudumisha furaha yako. Basi mchizi akazidi kumpanga mwanake. Binti anamzidi kumsikiliza mzee bila hata shaka. Mimi nataka wewe ufurahi mwanangu. Alafu isitoshe,
Hayo mambo ni madogo madogo sana, kama swala la pati hilo tungelifanya kwa uhuru kweli kweli. Basi binti meno yote anatoka, haina shida mwanangu, wala usiwaze. Wakapeana mikono wenyewe pale, bila shaka muda unazidi kusonga, binti hatujajua atamfanyia pati mshikaji, twende pamoja. Basi mzee Kakai akamfuata moja kwa moja mzee Mwakatobe, akaanza kumwambia, mzee mwenzangu, mimi leo nimekuja na binti yangu kwa sababu tunataka kumchumbia kijana wako, yani amuoe mwanangu. Basi mzee King Kakai akaanza kutiririka mwenyewe, anampanga mzee Mwakatobe. Mzee Mwakatobe anasema, mimi sijakataa, kwa sababu ingekuwa ni mimi basi hata na mimi ningekubali, na hilo swala ni zuri, kwa sababu kijana wangu mimi ameshakaa na mimi muda mrefu, na yeye anatakiwa kujenga familia yake. Kama binti mwenzake ameona kuwa ni vizuri kuishi naye, basi haina shida, mimi nitajaribu kuongea naye. Mzee wangu, jaribu kumpanga tu, jaribu kuongea naye, kwa sababu binti yangu anaonekana kumpenda sana. Baba, mimi ni kweli nampenda sana kijana wako, na sijui kwa nini nampenda, yani ni upendo tu ghafla. Jamani, Mwakatobe anastuka kweli kweli jamani. Hilo swala angelipata yeye enzi za ujana, sidhani angeifichezeaje hiyo nafasi. Mwakatobe anazidi kujinadi, anasema hilo swala limeisha, kwa sababu mimi mwenzenu nilikuwaga enzi hizo na washauri wale marais wakuu. King Kakai anazidi kumweleza bana, haina shida ndugu yangu, mimi natamani sana tujenge undugu sasa. Tusio tunaonana tu mitaani, tusio tunaonana tu gengeni pale tunakuja tunakusalimia. Mimi ningetamani wewe uwe ndugu yangu, yani uwe mtu wa karibu yangu kabisa. Hilo limekwisha. Mzee Mwakatobe anamwambia hilo limekwisha, kwa sababu kama ni hivyo undugu ni mzuri sana. Basi Mwakatobe anazidi kumpanga. Mwakatobe anafurahi kweli kweli, kwa sababu tarehe 29 anaona kabisa kijana wake atafanyiwa bonge la pati. King Kakai anaahidi mambo yote, anaahidi atakuwa na furaha kijana wake, anaahidi kila kitu. Mwakatobe anasema, mimi napenda sana kijana wangu awe na furaha muda wote, kwa hiyo mimi nitajaribu kuongea naye. Kama na wewe binti yako unapenda awe na furaha, basi wote sisi tunapenda watoto wetu wawe na furaha. Nitajaribu kuunganisha, nitajaribu kuongea naye, kwa sababu sidhani kama atakataa. Basi Mwakatobe anazidi kutiririka. King Kakai naye anatupa sifa za binti yake kede kede. Unavyojua bana, kila mwamba ngoma anavutia kwake. Basi Mwakatobe akazidi kutiririka bana, maneno ya busara, maneno ya furaha, kama unavyomjua mzee wa utani. Binti anasema, yani baba, mimi ile siku namuona kijana wako, sijui hata kwa nini nilivutiwa naye, ana nidhamu kweli kweli. Hilo limeisha, yule nimemfundisha sana, yani mama yake alipofariki tu mimi nilimemnyonyesha, eti nimemnyonyesha. Mwakatobe anazidi kuweka utani bana, yani mtoto wa kiume kumnyonyesha mtoto kweli imekaa hiyo? Mzee Mwakatobe ana utani kweli kweli. Basi mzee King Kakai anazidi kumpanga mzee, anavutia kwake, anazidi kumvutia binti yake. Basi Mwakatobe anazidi kuwapangilia, anawaambia hilo limekwisha, yani kama ni hivyo basi limekwisha. Basi tunazidi kutiririka. Mzee King Kakai anachomwambia mzee Mwakatobe kuwa, bana, mimi nataka binti yangu mimi aolewe na kijana wako, alafu pia nitakubadilisha maisha yako, yani nitakutoa hapa, nitakupeleka sehemu kama Posta au Manzese ukaishi huko, au unasemaje? Mzee Mwakatobe anasema kama ni hivyo haina shida. Basi sawa. Mzee King Kakai na binti yake wanaaga na kuondoka. Haina shida bana, kama ni hivyo mimi siwezi nikapiga teke fuko la hela. Mzee Mwakatobe anaonekana yupo serious sana na hela bana. King Kakai na binti yake wanaondoka. Mzee Mwakatobe anajisemea tu, huyu kijana ana bahati gani? Yani wanasemaga ukiruka kitu njia panda unaweza ukapata mikosi, lakini usijui karuka wapi huyu. Hii ni hatari. Hiyo nafasi ningeipata mimi enzi za ujana, sidhani kama ningeishi maisha ya shida kama hivi. Basi muda unazidi kusonga bana. Mzee Mwakatobe anaonekana anaenda chooni, lakini ajabu anapanga. Mjomba vipi bana? Mbona unapanga? Kijana na amerejea nyumbani. Mbona unapanga unaendelea nao chooni baba? Vipi? Ili panga mimi naendelea nao chooni kwa sababu mimi naenda kukata gogo. Yani mjomba, huko chooni kuna gogo? Mzee Mwakatobe ni kweli ana vituko. Yani mtu achukue panga aende nalo chooni kukata gogo, anakwambia huko chooni kuna gogo bana, na chula haruki, hilo gogo ni kubwa, nimeenda kulikata. Baba, hivi kwa mfano watu wanakuona, si watakuona wewe unajidhalilisha, unajifedhehesha. Mimi sidhani kama ni jambo zuri. Mzee Mwakatobe anazidi kutiririka bana. Ngoja tusikilize maneno yake ya busara, maneno yake ya utani hapa na pale. Mzee Mwakatobe anazidi kutiririka. Basi cha ajabu mzee Mwakatobe akaanza kumpanga bana. Kuna mzee amekuja hapa na binti yake.
nadhani anahitaji wewe umuoe binti yake. Sasa sikia, enzi hizo tunakuwa ilikuwaga ni sisi hapa tunaenda kuwatosa mabinti wazuri warembo ambazo familia zao zinakuwa zinahitaji vitu kama vile ng'ombe. Sasa cha ajabu wewe Tilipu hii umefatwa, yani una bahati ilioje. Na hizo zingekuwa enzi zetu sisi, nadhani ingekuwa ni ng'ombe 50 kwa yule binti. Yani hem, nisikilize kwanza, nisikilize mjomba, mimi sidhani kama itakuwa ni sawa. Mwakatobe anazidi kumpanga bana, anamwambia nisikilize mimi wewe, maisha haya hadi lini Ona choo chetu kila siku ni unapishana na mende, yani unakata gogo pia mende unakata gogo. Hii ni ajabu, mimi sidhani kama ni sawa. Mzee Mwakatobe anazidi kutiririka bana. Kijana yeye anakataa, anatikisa tu kichwa. Anamwona kama mjomba wake ameingiwa na tamaa za fedha za yule binti. Anakwambia yeye, mtazama, lile jumba wanalo ni kubwa, wana fedha, wana magari, wewe utaanza kutembelea makalio sasa. Hautakuwa unatembelea miguu bana kila siku. Mbona unakuwa mjinga? Mzee Mwakatobe anazidi kumpangilia kijana wake, anazidi kumtamanisha na fedha, lakini kijana anaonekana hana tamaa, hana nini. Ni mwendo wa kutulia tu. Jamani, mimi sidhani kama Mwakatobe anaweza kumshawishi kijana wake. Ngoja tuzidi kutazama. Usisahau upo na mimi macho, na hii tena ni Mwakatobe Entertainment. Wanazidi kutiririka bana. Mwakatobe tazama anapompeleka matastiti bana. Hebu tumsikilize anachokiongea. Yaani panakaji kule na pana kuda tukalaka. Sawa, na pale kuna mjengo, bonge la gorofa. Mwakatobe anajitahidi kweli kweli kumpanga, lakini kijana anaruka, anakwambia sikiliza nikwambie mjomba, mimi najijua, mimi ni mtu mzima, mimi naelewa, mimi sitotakiwa kufosiwa kumpenda mtu. Mimi yule binti simpendi, siwezi nikawa naye kwenye mahusiano, kwa hiyo sitaki kumuoa. Kiujumla hilo mnalolipanganyie, mimi sidhani kama kwangu linaweza likatiki. Mwakatobe anamtazama, anamuona kama kijana wake amechanganyikiwa vile, ni kama hana akili. Yaani kuna milioni 50 ameahidiwa Mwakatobe, kuwa akifanikiwa kumshawishi kijana kumuoa yule binti, yeye atapewa milioni 50, pia atabadilishwa maisha yake. Yaani atatoka Chanika na kwenda kuishi Manzese ama Posta, sehemu za kitajiri. Mwakatobe basi anatumia nafasi hiyo kumshawishi kijana wake. Mjomba, mimi nimeshakwambia sitaki kuelewa, sitaki kusikia hilo swala. Moyo wangu mimi unaweza ukaenda kupenda sehemu nyingine na sio kwa ule binti. Mbona hamnielewi, mnalazimisha mjomba? Hizo zilikuwa enzi zenu nyinyi za kulazimishwa kuoa ama kuolewa. Mimi siwezi nikalazimishwa. Mwakatobe anamuona kama kijana wake hana akili vile. Hivi wewe una akili kweli? Yaani maisha haya ya kula unga kila siku, baada ya kwenda kwanza kula biliani, kwanza kula masotojo. Mwakatobe kwanza msikiliza bana, hadi umenichanganya. Mwakatobe anaingia zake chooni. Chukua panga lako ukakate gogo. Kijana anacheka tu, lakini kila anachoambiwa yeye anaruka. Sijui ni kwa nini. Muda unazidi kwenda bana. Tena leo wanaonekana kwenye biashara, maisha yanazidi kuendelea. Hatujajua hatima ya yule kijana ni nini. Anamuita mjomba wake bana, wanaanza kuongeza hapa na pale. Hebu tumsikilize mzee Mwakatobe anaongea nini kuhusu biashara yake kwa siku ya leo. Sasa mjomba, bwana, hapa kuna simu nimepigiwa. Kuna mizigo niliagiza za nazi. Bwana, nimeagiza viroba hivi viwili vya nazi. Sawa, vimeshakuja stendi, lori zimekuja kama 2 pale. Ukanichukulie mimi viroba viwili vya nazi uniletee. Sasa anko, unawezaje kuagizia mzigo wa nazi? Hali ya kuwa unaona nazi hapa bado zipo. Na licha ya hivyo, wateja wengi wakija hapa wakinunua nazi, mtu akiondoka akirudi akija hapa, nyie nazi zenu siku hizi haya makoloma sana. Mtu akija nazi makoloma. Sasa anko, una uhakika gani huo mzigo ulioagizia kwamba sio makoloma? Mjomba, basi tu kama chale kundesa. Kumbe wewe ndo unasababisha nazi zangu zinakuwa koloma. Kwa sababu mjomba, wewe ukilala unakoloma. Kwani unanifelisha mjomba? Anko, ni nani aliyekwambia kwamba mtu akiwa amelala anakoloma na nazi zinakuwa koloma? Nani kasema hivyo? Wewe mjomba, anakwambiaje? Mtu akilala bila anavyokoloma basi nazi na zenyewe zinakoloma. Anataka kusema nini? Anataka kusema mtu kama nyani nywe angekuwa anafanya hizo kazi, kwa hiyo angekuwa anaozesha nazi kweli kweli? Amna. Mwakatobe huo ni utani hapa na pale na furaha zinaendelea. Inaonekana maisha yao ni ya furaha kweli kweli. Yaani tangu afe dada yake na Mwakatobe, yupo anaishi na kijana wake mjomba wake yeye vizuri sana. Bila shaka cheki Mwakatobe anachomwambia anamfurahisha, wanapiga stori za hapa na pale. Hem, tuendelee kuwasikiliza bana. Mjomba, sasa jambo ni moja, kwa kuwa mzigo tayari umeshaagizia, mimi nahitaji kupata budget